Mlikosana na Amina? Ili wakosea nini Amina? Kanisa la Bwana. Bwana asifiwe. Hapa kwa sababu hapa wengi ni waimbaji, labda ndio maana anasema amina. Upande huu Bwana asifiwe. Fungeni macho tuombe. Uliye Mungu na Baba yetu, uliyetukomboa kwa gharama kubwa ya damu ya Kristo Yesu, rafiki yetu tena mkombozi, jina lako liinuliwe. Imekupendeza tukakutana kwenye afra hii ya dada yetu, zidi kupokea sifa zetu. Lakini katika hali hiyo pia useme nasi kwa njia ya mtumishi wako atakapolifungua hili neno takatifu, kichombo cha zamani chenye nguvu kama upanga ukatao kuwili, likatukatekate mioyo yenye ugumu, ili tukamwone Kristo. Ndilo ombi letu kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Kanisa sema amen. Niruhusu niwapeleke katika kitabu cha Waamuzi. Msiniangalie nimesema kitabu cha Waamuzi. Najua hamna Bible lakini mna simu. Fungua pale. Tumishi sema Waamuzi kwa kizungu. Judges. Kitabu cha Waamuzi sura ya 4 mstari wa 18. Mstari wa 18 hadi pale nitakapokomea. Andiko linasema, mnisikilize kwa makini. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera. Akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa. Akafungua chupa ya nini? Mtanijibu. Akafungua chupa ya nini kanisa? Vizuri sana. Akampa kunywa, akamfunika. Mwambie jirani yako, ukinywa maziwa utafunikwa. Mwambie tena huyo. Mwambie ukinywa maziwa utafunikwa. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema. Kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi jibu la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Heberi akatoa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia, akafa. Bwana abariki somo. Sasa naomba mnisikilize kwa dakika chache. Mwambie jirani yako, chunga unakolala. Si kila mahali ni pa kulala. Mwambie, mnapenda kulala lala, sasa ndio maana mtaki kusema. Mwambie si kila mahali ni pa kulala. Hata hapa ndani mwambie usilale. Sikiliza, kwa sababu wengine mlizaliwa juzi. Niwaambie wale ambao tulizaliwa kitambo kama mimi na Samsoni tuliozaliwa kitambo, ngoja tuwape historia kidogo. Mwaka 1986 jamaa mmoja kwa jina la Thomas Sankara aliuawa kwa kupigwa risasi 12 akiwa kwenye mkutano na mawaziri wake 12, na ilikuwa ni nchi ya Burkina Faso, jiji kuu la Ouagadougou. Sasa huyu Thomas Sankara alikuwa na rafiki wake mwendani wa karibu sana, jina lake alikuwa anaitwa Blaise Compaoré. Blaise Compaoré alikuwa ni rafiki wa Thomas kiasi kwamba kila hatua ya maendeleo katika maisha ya Thomas Sankara alikuwa akiinuka, anainuka pamoja na Blaise Compaoré. Akiingia kwenye hatua nyingine ya mamlaka, anainuka pamoja na Blaise Compaoré. Alikuwa rafiki wa karibu. Hawakuzaliwa naye lakini walikuwa wanaitana ndugu. Mnisikilize kwa makini. Lakini ikawa kwamba Thomas Sankara amekuja na mikakati ya kuliokoa taifa la Burkina Faso. La kwanza, akaanza kuwafukuza Wafaransa, maana ndio kwa wanatawala wakati ule. Akawafukuza, akaleta nidhamu katika serikali, na zaidi ya yote akawa anapigana na ufisadi kweli kweli. Akapanda chakula kiasi kwamba watu wa Burkina Faso
kila mtu alikuwa na chakula, akawa anaenda ofisini na baiskeli. Huyo ni rais. Lakini la kushangaza ni kwamba maadui wa Sankara wakapitia kwa Blaise Compaoré rafiki yake. Walipopitia kwa Blaise Compaoré wakamwambia anachokienjoy kama rais huyu kinaweza kuwa chako. Mbona kila wakati anainuka anasifiwa, yeye anasalimiwa kwa heshima, lakini wewe nyuma ya pasia ndiye unayemsukuma, mambo yake yamefanikiwa kwa sababu yako. Wivu ukaanza kumwingia Blaise Compaoré na serikali ya Ufaransa, na wengine walikuwa wanamchukia Thomas Sankara, wakapitia kwa rafiki yake wa karibu, ndugu. Yule unaweka kwa status unasema msinigusie, huyo ndiye anazungumzia. Yaani yule hata unamwamini, unamuintroduce kwa boyfriend wako, huyo ndiye anazungumzia. Eti huyu ninamwamini sana, wewe ni mjinga. Leo nataka nikuchanue. Thomas Sankara akapigwa risasi na Blaise Compaoré na makomando wake 12, akafa. Blaise Compaoré akachukua hatamu za uongozi, akaongoza Burkina Faso kwa kipindi cha miaka 27 mpaka alipokuja kuondolewa na wananchi milioni 1 walioandamana kwenye jiji kuu la Ouagadougou. Akafukuzwa, akatorokea Ivory Coast. Lakini sikia, alipomuua ndugu yake, rafiki yake, akadhani kwamba atakumbukwa yeye Blaise Compaoré milele. La kushangaza, hata baada ya miaka 27 watu wanapoandamana kwenye vijiji, kwenye miji na kwenye barabara za jiji kuu la Ouagadougou, walipokuwa andamana, mpaka watoto ambao hawakuwa wamezaliwa Sankara alipouawa walikuwa wamebeba picha za Sankara wakisema this is our leader. Hawakuwahi kumuona, hawakuwahi kumsikia, lakini walimsifia. Miaka 20 baadaye bado jina lake linakumbukwa. Ngoja nikuambie ndugu yangu, si kila mahali unaona ni salama unavyodhani. Wakati mwingine watu tumeuliwa, tumesalitiwa na watu waliokuwa karibu nasi. Leo nataka nikwambie, adui wako usidhani ni yule unayemuona anakusema vibaya kwenye mitandao. Huyo usiogopi. Maana msemo wa Kiswahili wanasema hivi: ukiweka adui karibu, ukiweka marafiki karibu, weka adui karibu zaidi. Maana adui unamjua huyo ni adui. Tatizo ni marafiki wanafiki. Marafiki ndio wamejulikana kusaliti watu. Unapoinuka kuna mtu uliyeinuka na yeye. Ulipokuwa chini kuna mtu mlikuwa naye katika kiwango hicho, ukainuka na ukasema wewe ni rafiki yangu, ndugu yangu, sitakusalisha pale, nitainuka pamoja na. Ukainuka na huyo ndugu yako, huyo ndiye atakayekuua, huyo ndiye atakayekusaliti, huyo ndiye atakayechukua bibi yako, huyo ndiye anachukua bibi yako. Sasa kama unataka kujua sura ya msaliti, leo unataka uangalie huyo mliyeketi karibu na yeye, muangalie tu. Hiyo ndo sura ya usaliti, inaonekana hivyo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio sura ya usaliti. Maana watu hawasalitiwi na maadui. Maana unajua adui ni adui, sitamkaribisha awe kwenye inasako. Yule unayemweka karibu ndiye anayekusaliti. Sikia, huyu kijana anaitwa Sisera anaingia kwenye hema. Ngoja, huyu ni askari tena mkuu wa majeshi. Anaenda kufanya nini kwenye hema? Askari usimama kidete hata kwenye vitani wakauliwa pale. It is an honor when a soldier dies in battle. Why is Sisera running away from battle? Kwa nini anatoroka kwenye vita? Na yeye ni kamanda wa jeshi lake. Anaingia kwenye hema ya mtu anaitwa Yaeli. Na Yaeli anamkaribisha, anamuita bwana wangu. Sisera hata kuwa Mwisraeli, mbona anaingia pale anaitwa bwana wangu na anakubali? Sikia, kuna point huko, sikia, ngoja nikuambie leo. Maana leo sina mambo mengi, nataka niseme na wewe. Una tatizo la kuamini watu ovyo ovyo wewe. Una tatizo la kuamini watu ovyo, maana walikutendea mema. Sikia, si kila mtu anayekutendea mema ana nia njema nawe. Ngoja nirudie hiyo point, maana ni nzito na wewe una uzito wa kuelewa. Si kila mtu anayekutendea mema ana nia nzuri. Wengine wanataka wapate nafasi ya kusongea karibu, wakumalize kabisa. Wewe wakubalie tu. Ngoja, Sisera aliomba maji. Mliotukua nikisoma, mlisikia hiyo? Aliomba nini? Akapewa nini? Ni kama Hassan ananielewa na hao waimbaji. Paka ni kama Jemondo unanielewa. Aliomba nini? Maji. Akapewa nini? Epuka watu
wanaokupa kitu usichokiomba. Mimi sijakuomba maziwa, nikuomba maji. Kuna watu ukimwomba hiki anakufanyia ihsani kubwa zaidi kuliko ile ulikuwa unatarajia. Alafu unaweza kusema hao ni marafiki kweli. Sikia, rafiki wa kweli huenda hata asikupe kitu, lakini kuna wengine atakufika karibu sana ili apate nafasi. Ngoja nikwambie, anayekuua hawezi kukuua akiwa mbali, lazima apate nafasi ya kufika karibu. Ndio maana wanakutendea mema wengine. Sasa wewe kuwa na akili ya kimbingu, uweze kuchanganua mtu anayesimama na wewe kwa ukweli, maana kwa kweli anakupenda kutoka kwa moyo, ama kuna mtu ambaye anakufika karibu kwa sababu sikia, maendeleo yako anataka yawe maendeleo yake. There are some people who will be very close to you because they want to be associated with your fame. Sikia, huyu ni mtumishi, anajulikana sana, hiyo rafiki yangu huyo, mpaka unampost. Kwa nini? Nasema kumbe unajua huyo, hata namba yake ya simu ninayo. Ngoja niwaambie ndugu zangu, maadui unaostahili kuwaogopa ni marafiki wako wa karibu. Yaeli alimuua Sisera pasipo silaha. Hakutumia hata silaha ndugu yangu, alitumia peg ya tent. Akamgongea huku, ikatoka na huku mpaka ikaingia kwenye mchanga. Huyu jamaa alilala kiasi gani? Wanaume mpo? Yaani nyinyi ni wajinga, mnalala sana. Mtauliwa, mtasalitiwa na wale mliodhani kwamba ni marafiki. Biblia inasema hivi, mahali, si kila mahali kuna usalama ndugu yangu Nepson. Hapo ni pasalama pa kulala. Naomba kwa jina la Yesu mkaerevuke. Erevukeni watu wangu. Erevuka. Ukristo unatufundisha kwamba tuwe watu werevu, tutembee kwa majira na kujua tunaishi wapi. La kushangaza ni kwamba mtu anaomba maji, anapewa maziwa na anakunywa, alafu ni adui yake. Maana Sisera walikuwa wanapigana na Waisraeli, Yaeli ni Muisraeli, anamwambia lala, na analala mpaka anamwambia simama kwenye lango, mtu akija mwambia hakuna mtu. Mjinga si mjinga huyu. Alafu la kushangaza, huyu binti anamuua, alafu anatoka nje, anamwambia mfalme Baraka, anamwambia njoo hapa, ile kazi mlishindwa kufanya kwenye vita nimemaliza hapa, rahisi tu na pegi ya tent hapa. Huyu jamaa ndio amelala hapa, amekufa. Sasa ngoja nikwambie, na wewe ukiwa ni rafiki wa mtu, don't betray the trust that your friend has given you. Wewe, nyinyi mnasikia habari hapa kwenye vijiji, kwenye makanisa yetu, kwenye kazini, hata kazini watakao kuchongea ni watu wanaojifanya marafiki zako. Utafutwa kazi juu ya huyo rafiki, na yeye ndo wa kwanza kukuandikia message kubwa, alafu chini anaweka verse. Na yeye ndo amekusema kwa bosi kile siku, anasema boss, mimi sina tatizo. Na ni ile nimefundishwa, mimi ni Mkristo, nimefundishwa kusema ukweli. Kwa kweli ni ndugu yangu, hata tunashiriki na yeye, lakini kwa kweli hapa ana dosari huyu, anakuchongea kweli. Lakini nataka nikuambie siku ya leo hii 23 ile Zaburi mstari wa 6 inasema hivi, kwa maana wema na fadhili za Bwana zitakufuata siku zote za maisha yako, na hata wakikufanyia hivyo, fadhili na wema wa Bwana utakuandama. Na wewe una tabia ya kusaliti watu wanakuamini, mtu yani mtaka kuanchela mpaka unaingia kwake, hata wakati yuko Nairobi, my wife is there but you can just go. Halafu unaanza kumchua, sisi tumegrow na huyu mume wako, tumetoka na yeye mbali, mpaka najua girlfriends zake wa zamani. Sasa hiyo inakuhusu nini? Wewe umeanza kuharibu familia ya mtu. Sidhani hata kama amemalizana na wao wote. Huyo ni wewe. Don't betray the trust that people give you. Let me tell you, people hate betrayers. Watu wanachukia wasaliti, lakini wewe msaliti, ngoja nikwambie, na wewe unayesalitiwa, ngoja leo nikupe hoja hii, uisikilize. Samson, uende nao nyumbani. Wewe msaliti na wewe unayesalitiwa, ngoja nikwambie, don't be worried about betrayers because they will commit suicide. Unakumbuka Judas alisaliti nani? Akamalizia kufanya nini? Wasaliti, sikia, hatima yenu ni kujinyonga.
Maana mtatusaliti tuende chini, lakini tunainuka tena. Haleluya. Mtatuweka chini, ndoa zetu mtaharibu, lakini tutainuka tena. Haleluya. Na kuinuka kwetu ni hatari kwenu, ndio maana mtajinyonga. It is so hard. Let me tell you, it is so hard being a betrayer. Naomba kwa jina la Yesu, ukiaminiwa, kuwa mtu wa kuaminika. Haleluya. Mungu awasaidie katika safari zenu, muwe watu wa kuaminika. Na wewe chunga unakolala, usio unalalala ovyo ovyo. Sisemi kule kulala physically, nasema katika maisha na safari yako usilale. Usilale. Si kila mtu anayejifanya rafiki yako ni rafiki yako. Wachuje marafiki, ukajue wanaosimama na wewe katika kweli. Hasa wale marafiki wanafiki. Hakuna rafiki mbaya kama mnafiki, maana huwezi kujua kama ni hatari. Mungu awabariki. Na mnapokuwa hapa, mnapokuwa na watu wamesimama wameketi vizuri wanasikiliza neno la Mungu, kuna wale wachache mnatoka vizuri hivi, mnatoka labda pale kwenye geti ama upande ule mwingine, wengine hata mnamenyana, mnapigana vita, mnatuharibia sifa. Naomba kwa jina la Yesu tuwe tunaabudu. ETC ni nzuri. Next Sabato tutakuwa hapa, na hii Sabato nyingine tutakuwa hapa. Tukitoka hapo tarehe 6 Juni tutakuwa Nyanjwa, event yangu. Watu wanakuja vizuri wanaabudu, kumbe kuna mmoja huko kwa kona wamekosana. Hatujui. Wewe umeona tumeandika hapa, tumeandika music Sabbath, tumeandika fighting context kwe. Sasa na mnajua watu wa kutafuta content wanatafuta, walimwengu kwa kawaida utafuta mabaya. Kwa hivyo hata tukitenda mema siku nzima, kale kadogo kabaya ndiko kata kutrend. Ndugu yangu, wewe unayetuharibia, wewe unayetuharibia mpaka jina limeharibika, naomba badilike kwa jina la Yesu. Utengeneza content vizuri, lakini kama hata mimi kuna wakati nakosewa, nasikia kupiga mtu hata kanisani, lakini nasema kwa sababu ni kanisani ngoja nitulie tu. Kama una misuli ya kupigana, mngoje kwenye rikoli mpige sawa sawa. Lakini heshimu mahali pa ibada kwa jina la Yesu. Na wasi kama mchungaji, heshimu mahali pa ibada kwa jina la Yesu. Hii ndio mnajiharibia tu. Hata wale wachungaji wako hapa, sisi peke yetu tumekuwa na nidhamu. Naomba tudumishe nidhamu hiyo, tuzidi tupate nafasi ya kusupport talents hapa. Mungejuaje JMO kama si hizi event? Mungenijuaje? Kwanza Mungu awabariki sana kwa sababu I'm a product of choirs. Mimi amungenijua kama si kwa zilinitoa ushagozi zikanileta huku zikaniambia wewe si mchungaji lakini shika kipasa sauti maana una uwezo wa kuzungumza vizuri. I am a product of you people. And as your friend and as your product, I am beseeching you in Jesus' name. Please let us have decorum in places of worship. Let us do that for the sake of Christ, for the sake of the gospel, for the sake of our ministry, and for the sake of our brother Jesus Christ who died for us. Si Mungu awabariki. Ukiona mtu analeta mchezo jemoni kora na batindi mole. Muire sema mukwaniri. Musune ika alirime. Na amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Nawatakia mema katika ibada ya siku ya leo. Tutakuwa pale tunatulia. Maombi na kundi lako natangaza hivi nikiomba. Keep supporting each other. Gusii Country Music, Cowgirls and Cowboys. You really have that unit. Sijui na mimi nikuwe hapo kwa hiyo kikundi, lakini sina hilo sauti nzito ya kuimba kama yenu. Kwaya zote za mjini Kisii na waimbaji wote wa kibinafsi. Let me take this opportunity to make it very clear that tarehe 6 June ninawaalika all of you. All of you. Sababu MC na wengine wanajua kwamba hatuwezi kualika kwa ya church. Na watu wakija utawafukuza jimu. Huwezi. Kwa hivyo all the choirs, if you really feel you want to come and be there, you don't need to support me, just be there. Be there for me. I'll feel so happy. Tarehe 6 tutakuwa pale Nyanchwa campground, mje kwa wingi. The only thing you will do me, because a favor and because you have my number, just if you want to come, just send your picture. Usingoje barua, wewe tuma picha yako, sema tutengenezee poster. Hata mkitaka poster nyote hapa, I can give you 1,000 posters you share. So that you come, nimewaalika nyote, muje mnisupporti, and thank you for supporting the pastors also. Najua watu wanafikiria mna support waimbaji peke yake, kumbe mna support pastors. So God bless you so much and welcome. See you on that day. Amani ya Bwana na iwe pamoja nanyi. Naomba hawa wakae. Oh, welcome. Welcome so much. Thank you.
Naomba msimame umeketi sana niwaombee. Wasaliti geukeni kwa jina la Yesu. Wabadilike. Yaani kuna mtu amesema leo umenisaidia, nashindwa kumwambia maana ni rafiki yako. Ndio maana nikaja leo. Your friend trusts you. Don't betray that trust. Don't betray the trust of your friend. Because friends have always been betrayed by their friends, not enemies. Enemies hatuna tatizo maana tunawajua. Marafiki ndo tuna shida na nyinyi, maana nyinyi ndio mnatusaidia. You know our secrets. Nyinyi ndio mnajua siri zetu na mnatusaliti. Mkabadilike kwa jina la Yesu. Kila mtu afunge macho tuweze kuomba. I like what he has done. Ametoa kofia. Alafu kuna mwingine yeye baada amebaki na kofia. God bless you my brother. Father, in Jesus' name. What a God we have in heaven. What a Savior. And what a moment to have an opportunity to stand, sinful as we are, in your presence and even call on this magnificent name, the name of Jesus. There is no any other beautiful name under heaven like the name Jesus. And that is why even when we were still enemies with the Father, you chose to choose us in you and reconciled us with heaven. Today we stand, we praise that name with that hope that one day we shall stand along with you as we praise the supreme monarch of the universe, our Father who art in heaven. Bless this congregation. Bless these solo artists. Bless these choirs. And all the guests that will find their way here. They have come, not just out of the friendship they have with our sister, but because they love worship, because they love heaven, and they love to be associated with the Savior that the world has never seen. His name is Jesus. Bless them and their families and their endeavors. Touch them at their points of need and bring us together as ministers of the gospel, binding us strongly by the strong cords of love. And above all, Lord, may we lift this name always in our lives by our speech, our thoughts, and our words. That even as people shall be listening to us, they will say, indeed, these people have met and even touched the hem of the dress of Jesus. Be with us now till we come to the conclusion, for we all pray, believing and trusting in the mighty name of Christ Jesus, our Lord and Savior. And let the church say amen. God bless you so much. Mungu awabariki. Tuzidi kuwa na utulivu katika ibada.